Karibu KFH Movie Recaps. Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa recap yetu hii yenye kusisimua na yenye mafunzo ndani yake. Lakini kabla sijaendelea, tafadhali bonyeza subscribe button ili uwe wa kwanza kupata recap zetu kila zinapotoka na ili kusaidia kukua kwa channel yetu hii. Jioni moja ndani ya supermarket kubwa karibu na moja ya shelfu za bidhaa, kijana mmoja alikuwa akiongea na mke wake kupitia simu. Mwanamke alikuwa amekasirika sana, huku kijana akijitetea kuwa hakukusudia karibu kununua bidhaa isiyo sahihi na kwamba kununua PlayStation hakukuwa na uhusiano wowote na hilo. Pia alijaribu kueleza kuwa hata kama asingetumia fedha hizo asingeweza kupumzika Alka. Maana yake ilikuwa ni safari ya kikazi tu, wala haikuwa safari ya mapumziko. Kwenye eneo la checkout kulikuwa na watu watatu kwenye mstari wa kulipa. Mtu wa kwanza alikuwa mwanaume aliyeonekana kama ombaomba na maskini wa kuishi tu mtaani. Kesha alipotangaza jumla ya malipo, ilionekana kuwa yule mwanaume alipungukiwa na rubi 10. Alianza kumbembeleza Kesha amsamehe kiasi hicho kidogo, lakini Kesha alikataa kabisa. Ndipo yule mwanaume akawageukia watu wote waliokuwa nyuma yake kwenye mstari na kwa sauti nzito akatamka maneno: kama kweli mnajali hatima ya mwanadamu mwenzenu, naombeni mnisaidie rubi 10 tu. Fikirieni siku ya hukumu itakapofika, mtamwambia nini Mwenyezi Mungu? Watu waliinua macho yao kwa mshangao. Mmoja akaondoka kabisa kwenye mstari kana kwamba ameogopa. Yule mwanaume akamgeukia kijana aliyekuwa nyuma yake. Unaonekana huna shida ya pesa, rubi 10 ni nini kwako? Kabla kijana hajajibu, mwanamke aliyekuwa nyuma yao akatoa coin mfukoni na kumpa. Yule mwanaume akatabasamu. Asante. Malaika hawatasahau jambo hili kamwe, na huenda wema huu kafunika dhambi zako zote. Lakini ghafla akatoka na noti ya rubi 50 mfukoni mwake, akampa Kesha, kisha akamrudishia yule mwanamke koini yake. Baadaye akaiweka koini ya rubi 10 juu ya kaunta na kumwambia kijana, hii utaihitaji. Kisha akaongea kwa sauti ya ajabu, utakuwa na kitu cha kukumbuka utakapokuwa Jehanamu. Baada ya maneno hayo akaondoka. Kijana akabaki amechanganyikiwa, akalipa bidhaa zake kwa kutumia ile koini ya rubi 10 aliyopewa. Baada ya kutoka nje kwenye parking iliyokuwa tupu, akaendelea kuongea na mke wake kwa simu huku akijitetea kuhusu safari yake ya kikazi na mwanamke ambaye mkewe alikuwa akimhofia. Ndipo alipomwona tena yule ombaomba aliyekuwa amekaa pembeni ya cup. Kijana akamfuata na kumpa ile coin. Sihitaji kitu cha mtu mwingine. Yule ombaomba akamuuliza kwa tabasamu, unaogopa kuungua Jehanamu au unamwamini Mwenyezi Mungu? Kijana akasema yeye si mtu wa dini sana. Ombaomba akauliza tena, kwa hiyo baada ya kufa unadhani utaishia kuwa chakula tu au funza? Hicho ndicho kilele cha maisha? Kijana akacheka kidogo. Mimi ni mwanahisabati, naamini sayansi na vitu vinavyoweza kuthibitishwa. Na kisha akauliza, kuna ushahidi wowote kuwa Mungu yupo? Ombaomba akajibu kwa utulivu, ndiyo, ushahidi upo uliojaa, uliotukuka na usiopingika. Kijana akaanza kumdhihaki kidogo, lakini ghafla ombaomba akaanza kulia. Kijana akachanganyikiwa. Akajaribu kumtuliza akisema bado ni kijana, bado ana maisha, bado ana safari mbele ya maisha yake. Ndipo yule mtu akasema jambo lililomfanya kijana anyamaze kabisa. Mimi nimemwona Yesu Kristo. Kijana akabaki kimya. Ombaomba akaendelea, mimi ndiye Myahudi wa milele, yule ambaye hakumruhusu Yesu apumzike kwenye nyumba yake alipokuwa amebeba msalaba. Akasema siku hiyo Yesu alisimama karibu na nyumba yake kupumzika, lakini yeye akamfukuza. Ndipo Yesu akamwambia,
nitapumzika nikirudi, lakini itabidi unisubiri. Kijana akamuuliza kwa mshangao, hii ilitokea miaka 2000 iliyopita? Ombaomba akatikisa kichwa, ndiyo. Akakiri kuwa hata yeye mwenyewe alishangazwa, lakini baadaye akaizoea hali hiyo. Kijana akauliza Yesu alikuwa mtu wa namna gani, na ndipo ombaomba alipojibu, alikuwa kama watu wengine tu, lakini alikuwa ameumia sana. Cha ajabu hakuweza kukumbuka sura yake. Kijana akasema yeye hakukumbuka kila sura aliyowahi kuiona maishani mwake. Lakini yule Myahudi wa milele akaeleza kuwa miaka mingi sana imepita hadi sura zikaanza kufutika kwenye kumbukumbu. Walitembea taratibu kwenye parking huku wakiongea kuhusu maisha, historia, vita, dini na maana ya uwepo wa mwanadamu na dhamira yake ya kuwepo ulimwenguni. Ombaomba akasema kuwa aliwahi hata kujaribu kujiua. Aliwahi kujinyonga kwa wiki 2 nzima kabla ya tawi kuvunjika. Mwaka 1945 alipokamatwa na Wanazi alijaribu kujipiga risasi, lakini bunduki lilipuka mkononi baada ya kumuua. Mwili wake uliendelea kupona kila wakati. Kijana akaanza kuhisi huenda mtu huyo ni mgonjwa wa akili, lakini bado alivutiwa na mazungumzo yake. Waliongea kuhusu historia ya dunia. Kijana akauliza kuhusu siri za wazamani, wafalme, vita na mambo makubwa yaliyopita. Lakini Myahudi wa milele akasema, maisha siku zote yalikuwa yale yale. Wachungaji walichunga, wavuvi walivua samaki, na watu walipenda, na watu waliumia, na wapo waliokufa, na wapo walioendelea kuteseka wakiwa mahospitali. Waliongea hata kuhusu Mungu, shetani, uchaguzi wa mwanadamu na maana ya mbingu na jehanamu. Ombaomba akasema ndani ya kila mwanadamu kuna sehemu ya Mungu ambayo ni sehemu ya upendo. Lakini pia kuna hofu. Hiyo ndiyo sehemu inayounguza na kumuingiza mtu jehanamu. Kijana akauliza, kwa hiyo wewe ni Mungu? Yule mtu akacheka, mimi ni mwanadamu tu kama wewe. Baadaye mke wa kijana alipiga simu tena na kusema anakuja hapo. Ndani ya dakika chache mwanamke akaingia parking. Kijana akamwonyesha yule ombaomba huku akisema, huyu ndiye mtu aliyemwona Yesu mwenyewe. Mwanamke akakasirika akidhani anatania, lakini kabla hawajaondoka mwanaume mwingine mwenye sura sawa na yule ombaomba akatokea. Akampigia kelele, nimekuwa na kutafuta kila mahala, mifuko haitajibeba wenyewe. Yule ombaomba akaondoka pamoja naye. Kijana akabaki ameduaa, lakini walikuwa wanafanana kabisa. Mke wake akasema amechanganyikiwa kabisa. Kisha kijana akaingia kwenye gari lake akiwa bado anafikiria yale mazungumzo yote. Alipotazama kwenye rear view mirror ya kioo, akaona macho ya yule Myahudi wa milele yakimtazama moja kwa moja. Na hapo ndio mwisho wa recap yetu hii. Tafadhali naomba ubonyeze subscribe button kama bado ulikuwa hujafanya hivyo. Kumalizika kwa recap hii ndio mwanzo wa recap nyingine zinazokuja. Asante sana kwa muda wako.